hii mboga itaiva saa ngapi jamani? Basi nawe unisaidie haraka hivyo sasa hivi. Sasa mke wangu. Naona leo ndo muda mwafaka. Juzi ulikuwa niambie pale lakini nilikuwa na jazba kidogo nikaona si muda mwafaka kuongea. Hebu leo niambie kwani kulikoni? Mume wangu. Ni kweli, nakuuliza hivi. Hii historia hapa mtaani hujaipata? Story sijui kama mimi hata sijajua kuna story gani. Kwani kuna nini? Hawa watu kupotea. Hiyo story. Basi ningejua ni hiyo hata ningekwambia nayo fununu. Wajua story ya kama umbea ile huwezi jua kama ina ukweli ama ni uongo. Basi watu wanaongea mambo mengi. Sasa sina uhakika lakini najua kwamba watu wanapotea. Nini baya? Kuna nini? Tumepata pale njiani kama kumsaidie. Na hamjamuuliza shida nini? Weka pole pole basi. Nini baya? Wewe. Wazee imekuaje wazee? Huyu tumempata njiani ameanguka. Tukaamua tumsaidie tumbebe tumlete hapa. Lakini sijui alikuwa na nini. Sehemu gani? Tumempata hapo njiani tulikuwa tunapita na safari zetu. Mzee, hii hali hapa kijijini kana unijui. Hali hapa naijua vizuri sana. Basi itakuwa ni uchawi huu. Naam mkuu, nimekuja. Ndio. Kwa ile kazi ulionipa. Nimeifanyia kazi. Lakini imekuwa ngumu kiupande wangu. Kwa sababu rafiki yangu yule nilimuita tukazungumza. Lakini ilifika mahali tukakwazana, akakasirika mpaka tukakosana, mimi nikamfukuza. Mzee Simba. Kwani hili jambo wewe ulilifuatilia vipi? Nilifuatilia kwa utaratibu tu. Lakini dakika ya mwisho alinibadilika ghafla bila mimi kutarajia. Mzee Simba, mimi naamini kabisa wewe ndio umekosea. Nimekosea wapi mkuu? Sasa nikuulize mke wangu. Hiyo story ya watu kupotea na shughuli ya mtoto wetu wajua haziambatani. Sasa mimi nilikuwa nakuuliza story ya kuhusiana na ile shughuli ya mtoto. Wewe wanaambia story ya kupotea kwa watu. Sasa wajua wanazidi kunichanganya. Yaani kusema ukweli, hizo stories zimenichanganya na mpaka leo yani. Hiyo story imesababisha mpaka hii shughuli ya mwanao isikae. Kivipi? Kwa sababu gani? Huyo mwenye alisababisha hiyo story ya watu kupotea ndio mwenye alisababisha mpaka hii shughuli ya mwanangu nayo isikae. Hebu nifafanulie. Wajua tatizo liko wapi? Wana huyu Mzee Simba kwa nini? Mzee Simba huyu hapa kijijini. Namjua vizuri sana. Ana nini huyo Mzee Simba? Mzee Simba ni mbaya. Pengine inawezekana maana hapa maadui ni wengi.
Sasa mzee wangu hatuna muda hapa, tumemleta, kuna safari zetu twaenda. So tukitoka safari zetu tutarudi na hapa tuje muangalie endelea vipi mzee. Ni sawa wazee, mimi nashukuru kwa kumleta na kuna mtu namfuata atakuja mshughulikia. Mimi naomba tu, nasema tu asanteni, shukrani sana. Haina shida. Kwaheri. Asanteni. Mungu awabariki. Sawa. Hamisi. Sharogba tayari. Umepitia wapi kwanza? Nini umeona huko? Ama umepatana na mzee Simba huko? Kwambia wacha umbea kijana. Wacha kuwa mtu kijiji kizima ni Hamisi, angalia sasa hivi. Ushabandikwa mwenda nao. Ngoje hapo basi naje. Watoto wengine sijui mkizaliwa mnazaliwa vipi? Ukiambiwa sikieni. Wewe ulimpata vipi huyu babake Hamisi? Nilimuita kwangu nyumbani tu. Tukiwa wawili tukazungumza, lakini pale tu ndo alibadilikia pale. Na tukakosana hata saa hii naona huko mtaani anatangaza. Wewe kuna mambo madogo ambayo wewe unanikosea. Mambo yapi mkuu? Katika hizi kazi zetu hasa. Katika sheria zetu unakosea. Kwa nini wewe hiki chama unataka kukiharibu? Kukiharibu kivipi mkuu? Kwa nini wewe hufuati sheria za chama? Mimi na hakika sheria nazifuatilia. Hapana mzee Simba, unanikosea sana. Maana wewe kila jambo unalolifanya, kila mahali unapokinyaga mimi huga najua, na kila mahali mimi lazima nitafika. Kwa nini wewe unanikosea namna hii? Basi kama kuna mahali nimekosea, ukijaribu kunifafanulia naweza omba msamaha, na mtu akiomba msamaha huwa anasamehewa siku zote. Mzee Simba, unanikosea sana. Hebu angalia. Sasa wewe niambie, huu ni upuzi gani wenye ambao unanionyesha? Nimekuelewa mkuu. Sitorudia tena. Naomba unisamehe. Unakumbuka juzi uliharibu harusi ya wenyewe? Ni kweli nakumbuka. Sasa katika hizi kazi zetu na hiki chama chetu, vile ulivyofanya juzi katika harusi ya wenyewe, hiyo kweli ni sawa? Kwa kweli si sawa. Na ndio maana naomba msamaha. Unisamehe, sitorudia tena. Si mzuri, na mimi namuona yuko sawa. Hana hajakosana na mtu mtaani, anaishi vizuri. Sasa ubaya wake uko wapi tena? Ubaya wake, jambo la kwanza yeye alinitongoza mimi. Eti nini? Hivyo umesikia? Huyu mzee Simba huyu Mzee Simba. Akutongoze wewe mke wangu. Wewe mke wangu naona wataka tukakosane na huyu mzee. Hivi unaniambia ni ukweli ama ni story tu? Sina kwambia ukweli, alinitongoza lakini mimi nikamkataa. Ngoja hata nitambua. Sasa wewe endelea tu, hata usiwe na shida, wewe endelea kudondoa mboga. Sasa nikuulize. Sasa ndo namkataa mzee Simba. Sasa mbona atongoze mke wangu? Kwani hajui ni mke wangu wewe? Mimi sijakwambia kuwa uende unifuate. Sasa ngoja. Mimi hata ngoja namaliza hayo maneno sasa. Mbona sikuelewi lakini? Tulia mke wangu. Kuna hiyo tatizo, wacha nifuate. Mama. Hamisi. Tumuondoe juani bana. Tunajua sana. Tushike. Kwani ni kwaje? Amekotwa kule njiani na vijana wawili ndio wamemleta. Kasikia. Hamisi.
Hamisi. Atakuwa sawa. Huyu hata maliza na nusu saa atakuwa sawa. Sasa bwana, unaniambia hii nusu saa atakuwa iko sawa? Basi namuona yuko hali. Huyu yuko sawa. Huyu yuko sawa huyu kijana. Hata wewe kitu cha kufanya ni nini? Katika hizi siku 2-3 hizi. Pengine kuna mtu mlikosana. Siku 2-3 hivi. Kwa duniani unakosana na wengi. Sasa wewe tafakari polepole. Utakuja pata yule mhusika anayekufanyia hii michezo ni nani? Unanikosea sana. Ama pia wewe unataka nikupeleke kwenye wenzako wako? Hapana. Kwa nini mimi nimekuamini na wewe unafanya mambo madogo madogo blanda kama hizi? Na ndio maana nimeona mahali nimefanya makosa, nimerudi kwako mkuu kuomba msamaha. Sitorudia tena kosa kama hili. Wewe huwezi ukakontrol huo moyo wako. Kwa nini unapenda kila mahali? Hapo najua nimefanya kosa mkuu. Na ndio maana nimerudi tena naomba msamaha kwako mkuu. Yaani hata yule msichana mgeni? Mzee Simba? Nakuelewa mkuu. Unanikosea sana. Kuku hivi karibu. Asante. Jambo. Na utokako? Nitokako mkwema. Sikia nyinyi hapa. Sawa. Karibu. Asante. Acha niwache kidogo basi. Niko ndani. Sawa. Uendeleaje sasa mpenzi wangu? Shukuru tusikie umepotea. Wewe sio unajua tayari nyumbani kwenye kuku na mama wewe. Uko tayari. Lakini nimekutamani. Mimi nipo, ndio maana leo naona umekuja. Mama basi kule alikule ngumu kabisa mpaka nijibe hivi yani. Lakini mbona uko hivi? Sasa sijua bado sijasikia vizuri vile. Sawa, lakini changamka kidogo yani. Usijali, utachangamka. Sana. Na leo umenikasirisha mwisho sana. Ni vile ni mimi na wewe na hiki chama tunaishi kwa sheria. Ndio mkuu. Kwa leo acha haya mambo yaishie hapa. Nimekuelewa mkuu na nimekusikia kabisa. Mkuu, unisamehe. Sitarudia tena. Jirekebishe mzee Simba. Ni sawa, nimekuelewa mkuu. Kwa sababu hili jambo limenikasirisha sana. Ni sawa mkuu, nimekuelewa. Wakati mwingine tusikumbushane. Ni sawa, nimekuelewa. Ama la sivyo, Naam. Nitakupeleka kwenye wenzako wako. Nimekuelewa mkuu. Nimekuelewa mkuu. Utayafanyia kazi haya yote. Sijapenda kabisa hii hali. Sawa mkuu, nimesikia. Ni hayo. Asante. Sana na wengi, lakini hizi siku 2-3 kuna mzee Simba tulikuwa tosana. Mzee Simba yule rafiki yako? Rafiki yangu. Nakaniambia utaona. Sasa fanya hivi. Wewe ondoa hasira na yeye. Hili swala ni dogo, huyu kijana atakuwa sawa, lakini cha kufanya ni tulia, tutayapanga. Sasa mimi bwana Gharama, nilikuwa nimepanga hivi. Nimalizane na mzee Simba, atangulia hata kijana kama vitashindikana. Wewe mzee Simba yuko mbele. Nimekwambia haya mambo tutayamaliza, lakini si uyafanyie haraka. Kama wewe naye unataka ukae kama hivi, haya fanya malizana naye hata sawa. Mimi huyu kijana baada ya nusu saa atakuwa sawa. Huyu naye mbea huyu. Kijiji chote kinajua yeye mbea. Sasa huo mbea aliupata kwa nani? Kama si kwa babake. Kuna siku mimi uliniona mbea. Huyu kijana huyu. Lakini pia mimi nashukuru kwenye taongea hapa. Nasikia furaha sana.
Lakini mimi naona tu nikikuacha. Yaani umekuja sasa hata unatoka tayari. Si mimi kama vile ninakwambia ninafanya kujibaiba. Unaona maana hata kuja huku umeng'ang'ana sana. Nataka niwahi nyumbani. Mimi nashukuru vile umefika. Lakini nitakuja tu. Sijali. Wifi. Wifi. Njoo mimi nataka niende. Jamani, mbona haraka hivyo yangu? Mimi mwenyewe natamani hata kushinda hapa na kulala hapa, lakini siwezi. Jamani, na vile tumekupeza. Mimi ni maamisi aswa shebe wangu. Kweli? Sawa basi, tuende nikusindikize kidogo tu. Na shebe atabaki na nani? Ndio kaka, sasa kidogo tu. Peleke. Sawa. Basi naenda. Nitapitia. Sawa. Haya, na kisha hapa tu kanifuata. Haya. Hivi kuna jambo la nikoroga. Nipi tena? Ndoto. Ndoto? Ndio. Yaani nimeota mama. Hata sijui alikuwa elekea wapi. Lakini vitendo vyenye alikuwa yofanya ndio vimezidi kunichanganya kabisa. Yaani alikuwa ameshikilia kitu kama kijimdoli hivi. Lakini huenda kikidunga huku yongelea mambo mabaya sana kuhusu Shebe. Alafu cha ajabu, ile nilivyoshtuka tu kuamka, nikamwona asimama kando yangu. Mzee Gharama bana nipishi, nilikuwa na haraka sana mzee. Tulia baba, tulia. Niko na haraka kidogo, hasira zimepanda sana. Ndio maana nilikuwa nafuata mtu. Wakati wote usitaki kufanya vitu na hasira. Ukitaka kufanya vitu vizuri, uwe umetulia. Tulia mwanzo unielezeni nini. Nimekasirishwa sana. Shida iko wapi? Wakumbuka juzi kulikuwa na wageni walikuja pale nyumbani wa Posa. Ndio. Hiyo shughuli ilivurugika. Kwa njia ambayo haikueleweka vizuri. Na zaidi ya hayo, leo ndo paka niamue kwenda huku ninakoenda. Nilikuwa nimekaa pale na mke wangu. Akanambia kwamba mzee Simba amemlazimisha kumtongoza siku nyingi. Na ni lazima, amemkataa lakini analazimisha. Kwani mzee ni nani sana? Sasa mimi nilikuwa namfuata nikamalizane naye, akanitambue huko. Ndio maana kwa hivyo huku kutongozwa tu peke yake ndio kumekufanya wewe umekuwa na jazba namna hii. Lakini si nilikwambia mamako si mtu mzuri. Na sasa ndio naanza kupata picha. Lakini sasa wifi, utanisaidiaje wifi yangu? Unamfahamu mzee Gharama? Mzee Gharama ndio namkumbuka, namfahamu. Nenda kwa mzee Gharama. Huyo ndio alimsaidia Shebe hadi mpaka unamwona vile yuko sasa. Kuna haki atanisaidia? Ndio, atakusaidia. Basi sawa, nashukuru pia kwa chenye umeniambia. Sasa mimi nakuomba hivi. Haya mengine tuyawache. Twende zetu, manake mimi nilikuwa na kikao na wewe na kuhusu haya mambo ya hichi kijiji. Basi ungeniacha kwanza mimi nikaenda malizana na hiyo story huku, malizana naye alafu ndo nije huko. Ni sawa, lakini hicho kikao ni cha kumalizana na hilo swala. Bwana Gharama naona utachelewesha maneno. Tukakae tena huku mambo yanakoseka, mtaa wenyewe unaona vinyo umeharibika. Sina tutachukua muda mrefu na tushajua mtu ni nani, tumalize hii story. Ni sawa, nakuelewa kabisa, lakini hayo yote tuweze kusuluhisha. Twende zetu kwenye kikao, tukakae, tuyaongee, tuyajadili kama watu wazima. Ndio tujue tuyamaliza vipi. Twende zetu mzee. Nakusikiza wewe mzee mimi. Twende zetu. Sasa kama si wewe mzee, naona leo kungekoseka mambo. Twende zetu, Anza.